naomba nipokeeni mwanao. Ulisema utanibariki mjini na mashamba, si ulisema ingiapo na nitokapo tabarikiwa, si ulisema fedha na dhahabu vyote ni mali yako, si ulisema nikiomba utanipa zaidi ya niomba. Nimeomba, nimefunga na nimetoa sadaka, ila mambo yanayuma, fanya hivyo ujaraka, basi unambie ni wapi nakosea. Baba unambie ni wapi nakosea, unambie ni wapi nakosea. Baba unambie ni wapi nakosea. Ndio maana nakupenda mume wangu. Na hisi wazo letu lilikuwa ni moja. Kwa haina shida, niko tayari kwa chochote mume wangu. Nafarijika sana kusikia maneno yako mke wangu. Yaani wanawake kama nyinyi kwenye dunia hii naishi nabaki peke yako. Na mimi mambo yetu yataenda vizuri kabisa. Lakini mke wangu, hawa watoto mbona siwaoni hapa? Hawa watoto jana waliniaga. Wananiambia asubuhi wataenda kuchuma mabungu na hisi ndo wako huko. Watoto watumbo sana. Lakini sawa, uwe unawaangalia angalia, sio unawaacha wanatoka kuolewa. Sawa mke wangu? Haya, haina shida mume wangu. Sawa. Shoga yangu, kwani mchezo wa mwenye anapokea naye? Shoga yangu mimi hata sijui. Na yule mdada kucheza naye tena mchezo. Ni wala sitaki. Amefanya nini? Kwani wewe umuoni mtoto mtata? Achana naye bwana. Kwani hujamzoea? Kawaida tu. Vipi kesho unaenda shamba? Wewe mami asala kulima, mimi nakulima wapi na wapi? Wewe tu. Wewe. Wakubwa. Lakini shogangu nimekumbuka. Kitu gani? Nimesikia unatoka na mzee wa Msuri. Bila shogangu. Hiyo ni siri yako. Na pia kitu kingine, ningeweza kupata shamba na kukodisha ili niweze kufanya kilimo changu. Nimekuelewa brother. Ndio. Umeongea kiume. Ila nikushauri kitu kimoja. Kuhusu mazingira ya kupanga chumba. Mimi nyumba ninayo. Afu usitoshe nakaa peke yangu. Ndio. Kwa kama hutojali, tutaenda kukaa pale nyumbani. Tutakuwa tunaishi pale, utafanya mazingira yako pale. Ila hiyo hela ulokuepo nayo, tuibudget mazingira ya chakula tu pale nyumbani. Brother, kwanza mimi niseme asante sana brother. Tena asante sana bro. Nashukuru sana brother. Hadi kweli itakuwa umenisaidia sana kweli. Tena sikufikiria kama unaweza ukawa na maamuzi kama haya. Alafu kingine, nimesikia kuhusu shamba. Kuhusu mashamba nalo ondoa shaka kabisa. Ndio. Wazee wangu wameniachia eneo kubwa sana. Kwa kipo kipande na imani utachukua, utakifanyia kazi. Sasa mimi niseme asante kwa sababu kiukweli sina cha kukulipa. Ila naamini tu Mungu atusimamie kwenye hili. Ila kweli mimi nashukuru sana brother. Tena sana brother. Ila sije kuwa kama vijana wengine wa mitaani. Brother, hapana sijakuelewa. Kivipi yani? Uaminifu sana. Ni mtaji sana uaminifu. Brother, kuhusu hilo usihofu. Tena usiwe na hofu kabisa. Ondoa shaka kabisa. Yaani mimi kama unavyoniona bro, mimi ni mtu ambaye niko smart kila sekta. Kwa sababu ningekuwa niko na hayo mambo, nisingekuwa na akili ya kufikiria kwenda kutafuta shamba kwa ajili ya kazi. Si unaelewa? Pia nimekuwa na ubongo wa kukaa na kufikiria kazi, yani shamba, kilimo kwanza, mambo mengine baadaye. Ni kama ndugu sasa hivi. Karibu sana Mabete. Nashukuru brother. Asante. Sasa nilikuwa naelekea shamba kuangalia wadudu wanasumbua sana. Sasa kwa vile tumekutana hapa, ndio. Haina budi turudi nyumbani tukafanye mazingira ya chakula. Basi haina shida brother. Mimi nakusikiliza wewe. Haya sawa. Unajua mimi nayo mwili mmoja. Ila yule mwanaume sio kama ni ana hela. Hapana, ananidhihisha. Tofauti na mume wangu. Na wewe una kizee kile.
lakini hata ngoja tuyake. Sawa basi, vipi kuhusu shamba? Shamba tena? Na habari za shamba pia, unapokaa shamba. Sawa. Hatari. Karibu, hapa ndo nyumbani bwana. Asante kabisa. Karibu. Hebu nichukue nani tukae hapo. Tuongee. Karibu sana. Haina shida kaka. Asamiani mwana, unajua maisha yetu. Usijali. Karibu tuketi hapo. Usijali. Karibu sana. Usijali kaka. Karibu sana. Haina shida kaka. Sawa. Hapa ndo nyumbani bwana. Hapa ndo nyumbani. Karibu sana. Haina shida. Jisikie kama uko nyumbani. Kuwa huru sana. Asante. Sawa. Vipi kuhusu chakula? Chakula bwana. Hamna hujakula. Ngoja nilii kidogo ule. Ila kama kitu basi haina shida. Basi usijali. Ngoja nifanye mazingira kwanza. Hivi hapa bwana. Tukaribie tule. Si unajua chakula hivi vya nyumbani. Haina shida. Karibu sana. Haina shida. Nawe tuai. Nawe wanatula. Haina shida. Ndo maisha mwanangu. Usijali kupambana. Tuai. Haina noma. Mke wangu. Wewe mke wangu. Wow, mke wangu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam mwanangu, karibu. Asante, umeshindaje? Niko vizuri tu. Alhamdulillah mke wangu. Vipi? Umewahi Zuhur? Nishawahi. Karibu ndani mwanangu. Asante sana mke wangu, ila samahani sababu nimetembea juani sana, kwa hiyo najisikia joto. Itapendeza kunichukulia vitu vya kukalia ili niweze kupumzika huko. Sawa, nimekuelewa. Sawa, nipo.
Naam. Najua umechoka na una njaa sana. Ni kawaida tu mko. Sawa, ngoja mimi nifanye maandalizi ya chakula. Sawa, ni shida. Mashaallah. Mwenyezi Mungu nakushukuru kwa kunipatia mwanamke bora. Naomba mjalie imani na subira, endelee kunivumilia kwa hii hali ninayokuwa nayo. Alhamdulillah rabbil alamin. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah.